Hello, karibu tena katika channel ya Mtoto wa Mwalimu. Sasa leo nimekuandalia kazi. Katika kazi kuna kitu kinaitwa mtaji. Hakuna kazi bila mtaji. Lakini leo nimekuandalia baadhi ya kazi 8 ambazo zinakusolve tatizo lako la mtaji. Unaweza kuziita kazi ambazo zinafanyika kutumia mtaji bandia. Ninaposema mtaji wa bandia namaanisha nini? Ni kazi ambazo unaweza kuzifanya ili kuweza kukupatia mtaji sasa, ili kuweza kupata baadaye biashara ambayo unataka kuifanya, mtaji halisia kutoka katika hizi kazi. Kwa maana hiyo ni kwamba kazi hizi zinahitaji mtaji mdogo sana. Sana sana ni muda wako na maarifa yako machache sana. Kinyume kabisa na fedha. Okay, tendo kazisikiza kwa makini kazi hizi 8 ambazo unaweza kuzifanya kupatia kipato chako. Kazi ya kwanza ni uwakala wa biashara. Tukiongelea uwakala wa biashara, kama inavyofahamika, kazi ya uwakala ni kwamba unakuwa unachukua product fulani kutoka kwa watu wengine. Ni mfano udalali. Unakuwa unaitangaza kwa ajili yao. Lakini pale inapofanyika selling ya ile bidhaa, ndipo ambapo mnakatiana percent. Maana unakuwa ni mtu wa mtangazo, unatoa matangazo kwa ajili ya bidhaa ya mtu fulani. Maybe ni katika mitandao ya kijamii, maybe ni katika maisha yetu ya kila siku. Na njia ya kuweza kufanya hii kazi only inahitaji matangazo yako kwa wingi sana. Jinsi ambavyo unaweza kujitangaza kwa watu, ndivyo jinsi ambavyo unapata engagement ya kwao. Ndio jinsi ambavyo unapata uaminifu. Alafu baadaye unapata kipato chako kutoka kwa bosi wako kama kawaida. Kazi ya pili ni uandishi wa maudhui na tafsiri. Sasa kazi hii yenyewe imebezi sana na inapendeza sana kufanyika katika maeneo ya mitandaoni. Kuna kazi kama vile printing, logo design na create content. Kuna baadhi ya content ambazo watu wengi tunafuatilia sana huku mtandaoni. Sasa hizi ni kazi ambazo hazihitaji sana fedha yako, zaidi ya muda wako, sana sana tunaweza kusema na bando. Lakini hii kazi inapokija kuanza kutoa matunda yake, ni rahisi sana kupata mtaji ambao utakusaidia kufanya vitu vingine vikubwa kuliko usingefanya kabisa. Lakini kazi ya tatu ni huduma za kazi za nyumbani. Hii ni kawaida kabisa, domestic works. Hizi ni zile kazi ambazo zinafanyika katika majumba ya watu. Kufua, kupika, kufanya nini na vingine vingi. Kazi hizi zinahitaji tu muda wako kadhaa na commitment yako katika sehemu husika. Na kazi hizi hazifanyi kwa muda mrefu. Ni miezi mitatu hadi mwaka mmoja. Mwisho unajipatia kimshahara chako cha siku 3 hizo cha mwezi mitatu ambacho kinakusaidia baadaye kuweza kupata kipato ambacho kinaweza kukizi kuanzisha biashara fulani ambayo ni kubwa itakusaidia baadaye. Lakini pia kazi nyingine ni kufundisha. Katika swala zima la kufundisha inahitaji knowledge. Huwezi kufundisha kama una uelewa wa jambo. Sasa katika criteria ya kufundisha kuna sehemu nyingi za kufundisha. Kuna kufundisha masomo haya ya kuanzia primary mpaka advanced level. Pia kuna kufundisha maisha ambayo yako mtaani, elimu juu ya maisha. Sasa hapo unahitaji sana kitu ambacho unataka kukizingatia ni kujifunza au kupata knowledge husika ambayo unaona kabisa jamii inahitaji. Kaa chini tafakari. Ni jamii inahitaji knowledge gani ambayo wakiipata wao kuna namna fulani wanainuka. Endapo tu ukitambulika moja kwa moja utaanza kulipwa kupitia knowledge hiyo, maana watu watafuta kwa wingi. Lakini pia kazi ya 5 ni huduma za kusaidia watu hasa kwenye teknolojia. Kazi za kipindi hichi zote 90% zinafanyika kutumia teknolojia. Kwa hiyo kama unaweza kuinvest muda wako kwenye kujifunza jinsi gani ya kutumia mitandao ya kijamii na teknolojia na vitu vingine kama hivyo vinavyohusiana na utandawazi, moja kwa moja utahitajika tu kwa namna moja au namna nyingine. Na hivyo watu wa advertisement wanafanya kupitia mitandao, hivyo watu kupromote bidhaa zao wanatumia mitandao, hivyo watu kutengeneza video and each and everything. Lazima mitandao ihusike. Kwa hiyo ukipata kujua teknolojia vizuri, ukazioperate, maybe kutengeneza PC, kutengeneza kompyuta, hivyo moja kwa moja hivyo ndio vinavyotusaidia tu kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ukiwa fundi simu, hivyo jitafutie knowledge katika swala zima teknolojia. Lakini vile vile kuna huduma za mitandao ya kijamii. Katika swala huduma za mitandao ya kijamii inataka sana kufanana na hii ya juu. Lakini ina tofauti huu. Kwenye huduma za mitandao ya kijamii unaweza kujitolea, maybe kwa mwajiri fulani au kwa mtu fulani, ukachukua akaunti yake au ukamfungulia akaunti yake yeye mitandaoni, ukatumia akaunti kwa jina lake yeye na email yake ya kwake kutangaza biashara zake. Yaani in short ni kwamba unamfungulia akaunti, unafanya kitu kinaitwa account management. Kupitia account management advertisement inafanyika. Na advertisement ikishafanyika kwa wingi, utakapofikisha followers kuanzia 1000 na kuendelea, likes kadhaa, ile account kwanza italeta hela, lakini vile vile biashara ya mtu itakuwa imeenda viral. Kitu ambacho kinatokea hapo ni kwamba ni mgawanyo tu wa mapato. Mwisho wa siku na kipato chako kizuri, unapata nafasi kwenda kufanya vitu vingine vya msingi. Kazi nyingine ni upigaji wa picha kwa simu. Kipindi hichi kwa maendeleo ya sayansi na teknolojia, kuna simu ambazo zinapiga picha vizuri sana kuliko hata baadhi ya kamera kama vile Google Pixel na iPhone. Unaweza kutumia hii kama vile opportunity kwa maeneo ambayo yana mikusanyiko ya watu, maybe vioni au katika sehemu ambapo kuna midahalo ya kijamii. Kupiga tu picha ile
mtu unampiga picha alafu unamtumia, una-edit kwa namna fulani ambapo ni ujuzi wa kawaida sana ambao huchukui hata wiki 2 kujifunza. Kisha ukaanza kumtumia, ukishampiga picha unamtumia kama vile advertisement. Watu ambao watapenda kazi yako ya picha ilivyojengeka vizuri, ndivyo jinsi ambavyo watu watakuwa tayari kukulipa hata shilingi 500 kwa picha moja. Hata shilingi 500 kwa picha moja, ukipiga picha 500 au picha 100, unakuwa na shilingi ngapi? Unaweza kupiga hesabu vizuri hapo na ukaona jinsi gani unapata faida. Lakini vile vile kuna kitu kinaitwa kupanga matukio. Ni jambo ambalo unaweza kulichukulia kawaida, lakini ni jambo ambalo sasa hivi lina fedha sana. Hawa watu wanaitwa event planners. Unakuta kuna event plan. Sasa hivi tuna event nyingi sana za kijamii, kama vile kuna vikoba kwa akina mama, kwa wanaume nao wana jambo lao, kuna happy birthday na vingine vingi. Kuna sherehe za hapa na pale unnecessary ambazo waga hata hazipo kwenye ratiba za watu sana sana, lakini kupitia matukio hayo unaweza ukatumika kama vile event planner. Unakuwa na ujuzi ambao unakusaidia kuweza kupanga matukio katika shughuli fulani. Mpangilio mzuri wa matukio ndio jinsi ambavyo watu wanaanza kukubali na kuweza kukulipa, wakawa willing kabisa. Unapo wataona tukio lao linaendeshwa katika mpangilio fulani, unawavutia watu, unawapa muda watu, unawasavia time, unawasavia fedha zao na vingine vingi. Mtu akiwa anafaidika kutoka kwako kupitia event planning ya kwako, moja kwa moja lazima akupe kazi, na mwisho wa siku utahitaji hela yako na utalipwa vizuri tu. Kwa hiyo unapata mtaji wa kwenda kufanya kazi zingine. Sasa kazi hizi zote tulizozitaja zinahitaji vitu vikubwa viwili. Sasa ni muda wako na maarifa yako kiasi. Kumbuka hapa hatujagusa swala zima la fedha. Fedha ambayo inahitajika hapa hivi very simple. Ni fedha fanya ambayo ni nzuri, unaweza kuifikia. Lakini kupitia kazi hizi ambazo zinaonekana ni za kawaida, unaweza kujipatia mtaji na kuweza kufanya vitu vingine vikubwa ambavyo havijafanyika kabisa. Kwa sababu kila mtu, kumbuka, ana uwezo sawa katika maisha. Kwa hiyo jaribu kutafakari, jaribu kuona ni opportunity gani unaweza kuruka nayo na kuweza kutoboa katika maisha. Chao.